But basically about this black tax, honestly, I feel like sahi imekuwa too much. Kuna a lot of entitlement ikifika sana kwa wazazi, your siblings. Sahi imeextend hadi mabeshti. Mabeshti? Like, yeah, I mean, kama haupei beshti yako pesa, unaona ameanza kupost vitu kwa anakuattack. Umbwa wewe. Yeah, imagine. But by the way, your social media pressure iko a lot. Nyinyi machali mko na hiyo pressure? Nyinyi ndio mnatu pressure. Wewe kuja uniambia hapa ati sijui nani amebaiwa ile perfume, wewe unanibaia za chemistry. Sasa sio ni wewe unani pressure. Mama Halima ile fulani ya kujaza kale kadogo hivi. Na unajua inanukanga the whole month. Hiyo ukishajipaka hivi huwezi rudia tena. I cannot settle for less, but as much as you cannot settle for less, I believe that hiyo pressure unapea chali yako, make sure hata wewe unaweza jifanyia hivyo. Isikuwe ni kama ati nakuja kukushow ati nibaie nini ati gari na mimi mwenyewe hata gari sijibaia. As much as tunasema you must have your small circle inaweza kuwa ya 3 people. But again, you still have like 10 friends. You know, you still have like 10 friends. But now within the 10 friends, there are those 3 people that you know that when I call, najua nikicall Alexis atakuwa close? Yeah, like no, these friends are my close friends. Hello guys. Hello. Hi. To the best podcast in Australia. Wow. Alafu atoke zile mbwembwe. Hello guys, we're back. It's been a while. Content sijui imeenda wapi lakini imerudi. Tulikuwa tumeenda Adelaide. The boys are back. Tulikuwa tumetravel. Tulikuwa tumetravel. Champions. Na tulirudi na nini? Si cup. La. Tuwaletea cup by the way. Hajui. Tuwaletea cup. Kombe tunaleta. Adelaide was best. Mwenye ako nayo baada ya kwa Adelaide anafurahia maisha. Alibaki nayo jameni. Ako tu mbwembwe. Kwa mbwembwe lakini it was best. Ilikuwa fiti man. Ilikuwa poa. As you can see guys, leo tuko na a pretty guest. A pretty guest is here. Beautiful guest. Atupige intro si ndio? Leo wacha introduce bana. Sasa I'm going to introduce. Ni nani wewe ni nani? Hey jamani. PID. Relax. Hey guys, we put our number there. Please just send something small. At least ya kurudishia. Ya hata maji. Ya producer. Yeah. Na guest. Hata producer. Guest ndo analipa. Guest ndo analipa jamani. Maji. Kwani uje atuje kuofa maji? I thought we offered you water. Okay. Nimenyamaza. Amekula chakula. Tumempatia maji. You have to say all that. Na tumemlipia fare. Yeah, men. Na bado What else do you want? Women. Nimetulia. Introduce yourself to our lovely people. Okay. Hi guys. Nafaa tu niseme jina. Yes, naitwa Faith. Yeah, I'm happy to be here. Very the welcome. Best podcast in Australia, you guys. Karibu. Oh, nataka nani? Labda hata wanataka kukufollow Instagram, unajua? The platform is yours. Instagram ni Faij. So the G stands for Gadhira. So it's Faith Gadhira. Wow. Yes. Lovely. Yes. Faith Gadhira Faij. Yeah. Kwa all my social media. Kwa hivyo nini pia? Ni vizuri. Uko na biashara? Uko na biashara? Unaweza kuwa unapiga unai-advertise hapa. Biashara iko lakini haiko huku. Iko wapi? Iko Kenya. Tuko na mashabiki kila pembe za dunia.
Utilize this opportunity. It is once in a lifetime chance. Ni once in a lifetime opportunity. Once in a lifetime opportunity. You never know who is watching. Kwa biashara nitakuja tena nitaisema. Yeah, labda nataka business ideas, unajua. It's still cooking. Yeah, wow. It's still cooking. Hata sisi tunataka tufungue biashara nyingine. Pesa tu imetutoka. Share the ideas. Kina nani hao? Watu wetu the audience. Hata comments bana muandiki hata comments. Pesa tunapataje? Hebu wafanye hivyo by the way. Leo bana hata before tuendelee bana tutapause wafanye hiyo mambo yao. Comments. Wapause watu weke comments wa like. Wa subscribe. Imagine tu mtu unaenda tu na watch na share the videos. Unaenda tu kufurahia content na hata uje subscribe. I know. Si tabia mbaya? Wewe na kuona you have no shame. Press that button bwana. Hey. Press that button. What do you guys think about hii story na black tax? Unajua nimesikia kuna wasenyo hadi ni kama pressure inawapea pressure to the point that kuna wasenyo na commit suicide because of black tax. At some point na kasi if it's a must you do it. Ni kama government ya Kasongo. Lazima ulipe tax. Lazima ulipe tax. What do you guys think about it? Personally, kuna nini fulani niliona Instagram, a lady ameblock the dad. Sijui kama mmeona? Yeah, amemblock like kabisa hataki anything kuhusu the dad. Kwa sababu babake amekuwa tu akimuitisha pesa every now and then. Apparently the girl I think ako abroad. Sijui ni which country. So the dad alikuwa I think holiday. So venye alikam the dad akamuitisha do. Na unajua like ukienda home venye urudi alafu before you get into track ni unajua ina take time. But now the dad alimuitisha do I think within the second week na anamuitisha do mob. So the girl akaambia mzae baba yake ati angoje ampe time atafute pesa then atatuma. That was the first time. I think akamuomba tena after that. Then akablock the dad kabisa kwa life yake. Sijui amjona hiyo tweet? Kuna yenye nimeona, kuna yenye niliona ati sijui kuna dem fulani. Okay, sijui kama ni dem ama ni boy but huyu alikuwa German. I don't know if the same person. I don't know. But pia huyu actually huyu kuna wase wao walikuwa nasema ati tuko na relative ako Germany amepotea. We haven't heard from him or her almost 1 year na hatujui kama ako sawa. So mse fulani akamwambia unajua labda ni mtu mmekuwa mkimpiga pressure and everything. Germany is a very secure place and everything. So kama amepotea mngekuwa mlishaambiwa. So ako sawa. Kila mtu aishi tu maisha yake. Ile siku yenye atakama atakuwa amekuwa sawa vizuri. Oh my god. But hata mimi by the way najua story kama hiyo. Mimi nikikuja Australia by the way. Siku yenye nilikuja, unajua mimi niliombewa. I think tu ni kila mtu aliombewa. Wanakijiji walikusanyika, ng'ombe ikauliwa. Yako ilikuwa kubwa. Hadi ng'ombe iliuliwa, mchele ilicharazwa. Watu walifurahia. Sasa kuna mzee pale alinivuta mkono akanipeleka kando. Hadi akaniandikia namba. Akaniambia mtoto wangu kimpigianga hapatikani na ako tu Australia. Sijui anaendelea aje. Endo nitafutie. But nasikianga vibaya juu mimi ukiniambia kama nilikuja hata na hiyo namba. Hata hujui. Nakumbuka nilitumwa. Jina? Hata jina nakumbuka. But ni kijana. Excitement ile. Alafu naje unaona hata mwenye mtu unataka ku travel there is a lot of things that unafanyanga. So mimi nilisahau. Okay, si nilisahau but nilisahau hiyo namba. Ile time yenye nimefika hapa hivi after maybe 2 days nikakumbuka huyo mzee because alikuwa anakaa very stressed. Mimi sijui chenye ili happen. Unajua pia kuna tu wase wenye wakienda mahali wana forget about their homes. Zingine si ati ni sorry na jia kuitishwa do and everything but kuna tu wase wenye maybe tu wako wanaona hiyo opportunity ikitokea wajitoe. Exactly. So for that like mzee I'm really sorry Joe. Mimi nilisahau.
But nakumbuka namba ilikuwa 0414. Lakini kama ni wewe bana uongeleshi mzazi, tafadhali muongeleshe tu. Usayo mapero. Unajua, mi kama kuna kitu kingine nilikuja kunotice ni, unajua kuna hizi tu ugonjwa tuko huku, ugonjwa kama autism and everything. Enye huko mtasi ya tuchukuliangi kama ni something big. Kama vile huku hivi iko. Juu niko sure maybe umekuwa na mabeshte kama hawa. Ni beshte yako lakini hujaijua ako na hiyo condition. Juu society imewafanya hiyo ni ujinga hiyo. Na unafaa uache. That sisi hatujui that kumbe ni shida exactly. So unaweza pata maybe tu huyo msee maybe alikuwa na disorder fulani. Juu disorders ni mingi. Si ni kweli? Kunaweza kuwa na nini? Sasa unajua the problem with hizi hao watu wenye wako na utu tu disorders ni hizi vitu kiki senye tu sasa uko peke yako. Juu unaona sasa wakiwa home lazima aone huyo mzazi each and every time. Lazima amuongeleshe. Ama mzazi lazima akuongeleshe at the end of the day. Basi wewe umekuja hapa hivi ukikaa peke yako umekaa peke yako. Hakuna mtu mwenye ataki kuja kukuuliza uko aje. Nobody even cares about you. So maybe I don't know maybe. Maybe. Ni ngumu. It's unfair as well. But sasa tutafanya nini? It's life at the end of the day. Because kusahau mali umetoka. Honestly. But basically about this black tax, honestly, I feel like sahi imekuwa too much. Sijui kama mnaona hivyo. Like imekuwa too much sana. Kuna a lot of entitlement. Ikifika sana kwa wazazi, your siblings, sahi ime-extend hadi mabeshti. Mabeshte? Like, I mean, kama haupei beshte yako pesa, unaona ameanza kupost vitu kwa anakuattack. Umbwa wewe. Imagine. But these people don't know how life hapa iko. Maybe hata unaweza I don't know. Mimi by the way unajua. Ama you guys mnafikiriaje? Mimi by the way naona tu ni vile wasea wajui what happens here. Unaona? Si kila mtu ataku understand hivyo. Juu pia mimi siwezi kata. Hata mimi when nilikuwa home nilikuwa na mabeshte wamekaa huko. Beshte actually alikuwa amekaa huko hivi. Na nakumbuka nikimwambia si tume kadhaa. Wewe sasa kwa akili unajiambia 1000 ni 10 bob. Kwani 10 bob itakushinda kunitumia? Hiyo hata si kitu. Imagine. But kuna time yenye hiyo 10 hata hauna. Hakuna. I swear to God. Mimi si kwa unajua saa zingine pia si unaona kwa mabeshte wenye wako home saa zingine maybe hawaoni in that perspective because they don't know what happens here. But the moment when utakuja experience ama kuna wenye ukiwaelezea wataelewa. But okay, majority of them watashanga aje uko majuu. Ndio mbona ulienda basi majuu, unaona? Sieri ungebaki home. Exactly, but ni tricky lakini mabeshte wenye wako so entitled mpaka inakas jo. Anaomba bana, hataki kujua. Honestly, na kazi si rahisi. But I feel like you should always know your friends. Well, and you should always have a very small circle of friends. Small circle. Yeah. I totally agree with that. Because I totally agree. By the story of friends, by the mimi kama kuna kitu ninaweza sema. It's a very good topic. I feel unajua tukiwa mtaa. Kuna ile tukiwa mtaa hatukuwa na azina huko unashika hii pesa hivi. Una understand? Au ishiki like on a weekly basis ama you know. So mtu akikuja hii mtaa kuna venye unashika pesa, una drive gari, you know. So kuna vitu zingine zinaingia. So ubeshte inaenda ikidrift, unajua? Ina drift kidogo because unajua ukiwa Kenya kulikuwa na hiyo I don't have we are the same, you know. So kuna mko kama lakini hii mtaa kishaanza kuishika una feel ni kama umefika. Sasa kuna hiyo kitu inafaa I think inafaa iangaliwe sana, inafaa iangaliwe. It's a topic on its own. What do you think about friendship in Australia? Oh my God. Mimi niko sure hapa kila mtu akona different experiences. Definitely. Hebu tupatie story about friendship in Australia. Umesema oh my God. Mungu hawezi kuwa ametajwa bure. Hawezi kuwa ametajwa bure. What happened?
Sijasema hivyo ati because niko na bad experience. Ama maybe umesikia story ya mtu unajua. Definitely stories ziko. Hata nyinyi mmesikia stories za mabeshte. Si ndio? Mingi. Mtu anakufanya tu venye. Imagine. But I feel like unajua a friendship wanasemanga your network is your net worth. I think yeah, they say that. Your network is your net worth. So about friendship here naweza sema tu ni kujua tu your small circle. Unajua huwezi hata as much as tunasema you must have your small circle. Small circle inaweza kuwa ya 3 people. But again, you still have like 10 friends. Yeah. You know, you still have like 10 friends. But now within the 10 friends, there are those 3 people that you know that when I call, najua nikicall Alexis, You consider them close? Yeah, like no, these are my close friends. Close friends. Yeah, this ones naweza sema wananijua nje ndani. Huyu ni mtu mwenye nikisema nikimtafuta this time ama whatever happens. Ataniback. So mtu anaweza kuwa na like 3 close friends. Definitely. Even one. No, even one depends. Hata one depends with the I feel like ina depend na mse. Kuna watu wako na hata 5. So I feel you can have 3 close friends. I feel it depends their connection with these people. Connection. Like sasa huyo au 3 like kila mtu anajua nje na ndani yako. Na wewe unamjua hivyo. Na wewe unamjua hivyo. Na unajua hivyo wawili. Sana kwanza madem. By the way madem ndo wako hivyo. Madem unaweza pata tuko kwa group ya maybe ya 3 girls ama 4 girls. We are just sisi ni girlfriends 4. Lakini so, sinasikianga hii mabeshte ya madem ikaangi. Nani kwa nini? Mnakosana tu. Kama wanaingia na haribu. Kama analeta rapsha pale mambo inaharibika. Tunaambiwa like know your friends as much as hata kama uko na wale close unajua how they close, you should know them. Unajua kuna ile personal ile kujua beshte, unajua huyu hata kama ni beshte yangu unajua kuna vitu zingine I cannot cross the boundaries or the limits to tell her this because nikimwambia hivi inaweza happen. Unajua as much as ni beshte yako kuna vitu tu nini. So I feel like I don't know but this is my perspective kwa relationship ama friendship za madem ni ile tunakuanga na ile I think spirit of ile utaki kuona amekushinda but see what I sasa unajua si friendship na si friendship but most of the girls are like that. But hata mimi kama it is not only girls, hata machali kuna wanaume wako hivyo for real. I swear to God. But I feel like kama it's human nature. No, it's not. Okay, it's for women. Unajua, okay, siwezi sema ati for women, but hiyo kitu unapatanga sana ni wasichana watafanya. Basi unajua wanaume kwanza, so sometimes ni kama society inakuanga against men. So kama umesha build something small with your friends ama with your wanaume wenzako, at the end of the day unasikianga nasemanga mwanaume wewe utaenda kutafuta and everything, si ndio? So lazima utafute pia hizo connections za mambo yangu itaenda aje. Na definitely huwezi tengeneza peke yako. And like madem unaweza look up to your boyfriend, but most of the time it is hard for the boyfriend to look up to the girlfriend. So mimi nitaenda kwa beshte yangu mwenye na feel ni confidential wangu, atanisaidia na ideas and everything. Sikatai dem yangu pia atanipatia ideas and everything, but hao maboys wenye nakaa na wao sana hapo ndo juu kama ni kupotea ni hapo na kama ni kumake it ni hapo. So inakuanga tu hivyo. Basa pia kuna wanaume wenye hawezi taka uwashinde ama wakuone ni kama mambo yako inaenda mbele yao. Exactly. So at some point pia ni human nature. Si fault ya mtu. But si poa. Ukiwa vulnerable, ukienda kuambia like rafiki yako kitu, like you have something to like kumwambia, alafu na feel ni kama azinata kuexploit na atakichukulia kama weakness. Unajua unaweza enda kuambia mtu kitu na kenye umemwambia akuwa anaitumia against you sasa kila mahali. Yeah. Hiyo sasa ni kama hii sawa, ni mimi naweza sema ni kama
watu wenye wana pretending ni mabeshte yako. Mabeshte. If mimi na feel ni ina take a lot of energy ku pretend as if wewe ni beshte ya mtu. Juu unajua as a friend sioni kama there's a lot of things that mimi nahitaji, like you are not dependent to me ama mimi niko dependent on you. Yeah. But sasa unataka ikaya if si yuko na wewe there's something that I'll lack, which mimi sioni kama ni hivyo. Basa unapata mtu ana pretend as if ni beshte yako. Sasa maybe wewe unamwambianga everything about you. Maybe ukiwa na shida una reach out, unamwambia everything. Yeah. Then kumbe yeye tu anakusikia pale. Ni kweli? Wewe labda mjinga. kuna mali anaenda kusema. Exactly. Yeah. Unamwambia alafu anaenda kuna mali anaenda sana anakwambia beshte yake. Anaenda sasa alafu sasa beshte yake anaenda kwambia beshte mwingine. Na unajua by the way Australia iko hivyo. When you share something na mse unafikiria ni beshte yako. Kumbe si beshte yako. The person is just a snake. Mimi naweza muita tu hivyo. Ameenda kuambia close friend yake. Then akitoka kwa close, yani itanini, so by the time inafikia the seventh person ilishakufikia imekurudia. Sasa unashangaa aje. Actually ni kweli hiyo story, it is very common here. It is very, very common. Alafu najua pia itakuwa common because hapa hivi si ati tuko wengi vile wase uona ati tuko wengi. Utapata tunajuana tu, wewe huwezi kuwa unanijua directly but nitakujua through another person. Exactly. Yeah. So in a way we are just connected. So ndio maana hiyo story yako there is a time tu lazima itakurudia, itakufikia. Exactly. But now I think again that brings us to venye tunasema unafaa unajua your friends, like instead of having that big circle, unajua instead of having that your mabeshte kwanza sana huku friendships ni poa sana because hii mambo ya depression unajua unaweza kuwa uko na mashida na social life huku iko tu taisema tu iko tu mbaya. Una get na siwezi kuwa na shida as much as tuseme niko na shida nita call home ati beshte yangu home hata nisaidia, yes, but hata si feel kama atakuwa in a position to understand me well kama we mwenye uko huko. Unajua because now we are relating because tuko situation the same. Exactly. Nikitoka nikwambie about ati shift leo nimepatana na msee amenifanya hivi na nimekasirika and all that, you are in a better position to understand me than ule msee ako home. So like huku hiyo kujua again I feel like tu inahitaji a lot of wisdom kuchagua your friendships, kuchagua your friends. Na kuwajua na to know what to share with people and what not to share with people. Again, si kila kitu tu una share na your friends. Ndio mimi nasema mtu anasema ati 3 close friends na kwa lakini unajua pia na feel unajua kuna time yenye msee uko maybe kuna kitu yenye inakuchoma sana. And you'll always find that utaambia beshte yako mwenye una feel uko so exactly. Sasa unajua sasa wewe labda unakaanga hivi ukijua huyu ndo close friend wangu, kumbe yeye si close friend wako, unacheki. Na imelanda watu wengi kwa mashida. Ni kweli? Si mmoja, si wawili. Oh my God, sana. Na but mimi nasemanga tu there's no need for you to pretend that you're my friend and you're not my friend. Just wachana tu. Haina haja tu waste. Unajua ni kama hiyo ni it's a lot of energy to pretend that you're my friend and you're not my friend. Because mimi utapata kuna mtu mwenye ata do anything for you as a friend. Like baka senye saa umemfanyia hizo vitu zote, unakuja unakaa hivi chini unajiuliza ilikuwa was it even worth it? Unajua, so there's no need to pretend that wewe ni beshte ya mtu na wewe unajua wewe si beshte ya mtu. Ama tu okay, maybe tuko saa ile ubeshte ile unaona ile ya watu ile tu general ile mimi kama nakujua ile niaje fiti, but usinipatie ile vibe ya wewe ni mtu close na mimi. Jo unajua hiyo closeness si ati ina wewe utakaa hivi tunasema Brayo atakuwa best friend yangu kuna vitu mingi yenye utakuwa unafanya during the day. Like maybe wewe tu ukiwa na free time unastukia
si niende nikae na Aleko to chill to watch ball. Sijui tuende tufanye nini. Unajua hizo vitu zote zinaanzianga tu hizi vitu ndogo. Juu sasa unajiambia kama msee anashindanga na mimi, obviously mtakuwa mnaongea, mtajipata you talk a lot of things, mnaongelea about a lot of things, and at the end of the day hiyo best inakujanga tu hivyo. Basi sasa kumbe huyo mtu kumbe hata ako hapo si best. Yeye tu amekuja tu kujibamba, ako mbwembwe. Yaani amekaa hivi tu ameboeka mtaa akasema naweza enda mahali hapa by the way tu ni chill. Niende nipoteze huyu. By the way acha niende nipoteze huyu. Kumbe wewe nisikie uvala na kwa na story. It's very unfortunate. Nilikuwa nilisikia kitu mahali. Hii ni TikTok kama wapi? Ya madem ubeshte ya pombe hii. Ati dem wako sherehe ati amelewa na ako na boyfriend yake hiyo sherehe. Alafu sasa udem amelewa na uboy amelewa. Uboy ati anakuja hivi akampea mate. Dem semelewa ati sasa ati akakubali. Wakakisiana wakapeana mate. Passionate. Boy zake wako hapo. Akamwona wewe rada ni gani? Nini inaendelea? Mbona akatoka akaishia. Sasa huyu alirudi kidalo kama amepiga kwa radio. Patanisho. Si paradisho. Sasa akamwambia mimi huyu sasa ilikuwa tu pombe, you know, so ilikuwa I didn't want it wasn't nini. Alafu boy unajua boy mwenye alikisiana akapigiwa halo ni aje mbona ulikisu dem na akasema mimi nilikuwa nadai nilikuwa maji nilikuwa nadai. Ambia sasa unajua dem anasema boy wake amemkasirikia si apologize kwa boyfriend. Akasema hata kama bana Takuwa ngumu. Apologize nini? Naisha jipa. Apologize ya fupi imejipa. Boy akapigiwa simu akasema dem staki story zake. Alafu mwingine akasikia akambia dem akakata na ubeo akakata. Sasa ubeo mwingine mwenye alikisiana kabaki hapo. Akaambia sasa alafu simnifanyie favor. Simpigie dem mwombe na mdai. Oh no. Beshte ya pombe bana niva. Pombe si mzuri. Guy. Pombe si mzuri. Bwana mzee yako nena. Pombe inafanya hivyo kweli? Lakini mimi naona watu wekelea pombe. Watu wekelea pombe. Hiyo ni kitu yenye imekuwa happen in private. Sasa pombe imewapea confidence. Wamefanya sasa ukiona kwani utafanya nini? Hata umelewa. Unaweza fika hapo. Hata si tunaweza fika hapo. Unataka kuniambia mtu anakuaga ajui kenye anafanya? Uongo. Kabisa. Hebu Faye tuambie. Wewe una feel aje? Honestly kwa pombe I can't relate. Wewe unaonanga watu inaweza kuwa ni ukweli ama anatubebanga ufala. Lakini ninacheka. Watu wa maji. Kunyana wewe. Mimi silewangi. Sasa nitajiboje swali yenyewe. Siwezi relate. But unaweza kuwa na your own perspective. Like me watu na mimi wanatubebanga ufala. Every area you can express yourself. Toa yote. Maana itashuka bei. Naweza chukua kitabu na kalamu. I can write it out. Najua ni therapy lakini I mean, si unajua silewi. Bro, ulikuwa unajua lewi? Na mimi sijui. Mbona mnaniruka? Ndio nimesikia saa hizi. Unajua baby podcast wase wanasikiza. Wengi sana, unajua wengi sana. Mnadanganya. Atudanganyi. Mnadanganya baby. I'll drink basi. So you can relate. Anyway, swali yako ni gani hapa? Anyway. Bado niko sure uko na your own perspective about watu wa pombe. Do you think wanajifanyanga ama ni pombe? Tuseme hizo roles zimepinduka. Sasa wewe boy ndio amekuja akapewa mate na dem na akachukua tu kiss amechukua na akakwambia ilikuwa pombe. Ni pombe. Lakini nyamuoni ninasikianga wase wakisema niko na beshte alikuwa anakunywa pombe but alireform. Na anakuanga against sana na alcohol kabisa. Hadi wine. Anyway, nakunywanga wine. Unakunywa nini? Wine. Na ni moja tu. Wacha nile wine how many percent alcohol? Si wacha nikwambie ni Moscato. Sina kunywa tu Moscato. Moscato peke yake. Ni 4 point something jamani. Ni pombe basi. Ni pombe. As long as iko na alcohol content how many percent? Iko na percent yote. Ninalewa. I don't know.
Unajua pia mlevi akubali amelewa. Wewe basikia mlevi akikubali amelewa. Brayo, mlevi. Mimi bado niko on. Anastaga tu. Sijalewa. Sijalewa. Nafikiria mimi nalewanga penye nyinyi mnalewanga. Nani ya? Mimi hata silewangi. Wewe umesema hapa vizuri sana unakunywa Moscato. Moscato. Na niliacha by the way. Niliwacha. Sasa ameanza kujididi. Ameanza kujitetea. Niliwacha guys by the way. Ongea. Mimi sikaa nyinyi wenye mnalewa kulewa. Nani ya? Brian unalewa. Mimi. Nyinyi wawili by the way nyinyi walevi. Si hatujaile. Brian unalewa. Mshawahi make bad decisions. Anyway, acha nimalize hiyo point. Wacha maze point yake kwanza. So alikuwa ananiambianga against me drinking the wine, which is honestly ninaiacha. In fact nimeacha. Unaona hajaacha, anaiacha. Anyway, continue. Nimeacha Moscato. Anasema alcohol inafanyanga una make some bad hakuna decisions. Yeye alifanya watu wanakeleaga pombe na shetani. Lakini si ni ukweli inanifu. Wewe umeshaona shetani? Mimi sijaiona shetani. Alafu mbona mnamwekeleanga? Mnamwekelea. Lakini hao waliona. Hao walimuona. Mlimuone wapi? Ndio tupewe hii kitu liko hapa kwa shingo, si ni hawa? Kwanza nyinyi kwanza si watu wazuri. Mnawezaje ongea na hiyo nyoka? Kuna mtu alisema ati mbona Adam aliacha dem yake ampatie quality time, like a spend time na yeye nini ati mpaka akaacha mpaka ati akapatana tu na nyoka ikamdanganya. Yaani Adam hatukuwa pia mpaka mkaenda kuboga tu mkaona tu muongea na nyoka. Surely. Sisi tunakuanga unajua soft spot ya kila mtu. Hadi nyoka. Nyinyi mnajua kitu venye mtu subo, unajua kitu inatunyonga tu. Kitu inatunyonga. Inawanyonga. Ukweli bedhi inawanyonganga? Kwenda huko. Sasa yeye alimake decision gani yenye ana feeling it was all driven na pombe. Anafaa kukupatia experience. Niko na definitely experience. Sema kama hajanipea ruhusa ya kusema, but honestly inafanya haumsemi? Ujemtaja? Si atasikiza. Si yeye peke yake atajua, atasikiza amazing. Atasikiza lakini hajatajwa jina. Sipayuke. But lakini hujasema jina? Amonangi mademu wengi wakisema ati nililala sikuwa nataka kulala na ule chali but nilala na lakini njoo nilikuwa maji. Hapana, alikuwa idhaa. Alikuwa anataka. Si influence ya alcohol. Hapana. Amisi, by the way, honestly speaking, mimi kwanza nigongewe alafu aniambie ilikuwa juu ya pombe. I swear to God. Nitamwacha. It is over. Why? Nivo, hiyo ndio mwisho. Gone. Acha mimi nikwambie. Men if there's something men tunataka kwa madem is only loyalty. Ni ukweli? Na nyinyi mnatupenda loyalty. Tunapea do. Na tunachunga vizuri, tunafanyia nini? Na pia ka loyalty si hatuwezi danganya. Pia loyalty tunawapatia. Loyalty mnatupea? Sure. But for women, mimi tunataka tu nipatie tu loyalty yako peke yake. Dem anafaa kuwa loyal man. Unawezaje? Just be loyal and respectful. Mbona na si madem wanakuanga loyal. Aki guys, acha niombe dem ukipata dem amekupenda. Ni hivyo. Wacha mimi nikwambie. Unajua kuna dem alikuwa anapenda boy wake lakini nini? Sema. Vile ilikuwa inacharazwa. Oh my God. Kevo tu akipiga tu simu hivi. Sema tu uko na shida wewe. Mashallah. Hiyo shida hiyo. Mimi sitaki kuwa na hiyo shida. Unakuwa na shida? Mbona uko na hiyo shida? Lakini si wanasemanga, watu si wanasemanga ukiona party moja imecheat kwa relationship kuna pahali hapa pafunguliwa. Sasa si ndio nyinyi mkae chini muulizane watu wenye wako kwa relationship. Because it has brought us here. It has brought you home. I've been shaken. Sasa dem anaweza kaa hivi aone huyu kijana pia ni kama afinyi vizuri. Naona kama maingi anaweza finya. Unajua kwanza sasa hao wanatupia pressure. Wasichana. They giving us pressure. Unaona jamaa anaamka asubuhi anaweka ice kwa bowl.
Anaweka maji bado alafu anaanza kukwambia ati nataka kukua kama kama huyo. Anaingisha hapo. Lakini mbona wewe utali? Sasa sikia. Mmemwona? Boyfriend yako anaona hii podcast. I mean Ashton. Will he be proud ukisema hivyo? Lakini ni nini guys? I'm just complimenting. Mbona lakini hebu wewe jaribu kucompliment msichana, mwambie akia huyo msichana ako na matako. Oh my god. Ukilala kwa hiyo nyumba hiyo siku ukiwa hai. Lakini nani ajongelelewe boy? Nani ajongelelea Ashton? Nini anafanya? Amefanya nini? Amuoni tu ana promote ana fitness, anakaa vizuri. Kuna unaweza kuwa umekunywa Moscato ndio tuseme ni Moscato. Tuseme tuiekele. Sijakunywa Moscato. Niko very sober. Jamaa anaweka tu maji kwa besi. Msichana amependa hiyo. Ati amekimbia. Ati anakimbia hivi sasa. Unajua by the way you guys amwezi relate. Amjui. Ni nini mnatakanga? Hebu hata wewe utaweka hiyo video waone because I mean ni nini mnatakanga? Nini? Sasa si Kenya mimi nataka si Kenya dem mwingine anataka. Sasa hiyo chenye wewe unataka, tulia hiyo chenye wewe unataka. Mtu wako anakupea hiyo chenye unataka. Ama umeona huyu sasa unasema kwa tu huyu. Alafu guys ni nini mbona mnaniambia ati mtu wangu? Kwani mmeona mtu wangu? Sasa mimi ningejuaje una mtu? Oh my god. I plead the fifth. I plead the fifth. I'm not answering the question. Okay. You're not saying anything. Yeah. Okay, I'm sorry guys, but ulikuwa kuni market. But why not? We shall put the handles there so that they can reach you. Whoever feels like they can cha. We'll put them there. Do you have handles? Alisema. Of course. Nilisema free G. You have to spell it. Wewe tulia, hiyo si kazi yako. Okay, producer, you'll hapo tu. Yeah. Kuna history fulani pia nimeona juzi. Kuna karao fulani aliwa watoto wake wawili. Jia bibi na jia pressure job. Aliwa watoto wake wawili. Jia bibi. Siji bibi. Okay, kulingana na message yenye aliandika hapo ni kama bibi alicheat. Na pressure ya job. Sijui jamani jeshi ama? Ni karao tu. Makarao jamii wanyang'anyo hizo bunduki watatu. Lakini vile alikuwa ameandika message ni kama mtu amesoma. Hebu acha nijaribu kuitafuta. Niwasomee tu hiyo message vile aliandika. Mpaka watu hii. Imagine akasema wasizikwe na coffin. Wazikwe na nini? Wakwe wrapped na nini? Blanketi tu. Kwani walimfanyia nini? Kama labda alimfanya mbaya. Hadi watoto. Imagine. Alisema haizi kubali, haizi taka watoto wake wa nini? Wakwe raised na another father. So hiyo ndio reason. The guy ako alive? Hapana, so aliua kila mtu. Aliua watoto wake wawili na akajiua. Mama akabaki tu, bibi akabaki. Huyo bibi enjoy sasa. Au aende sawa, aolewe mahali anataka sawa. Vizuri. Asikuwe na pressure watoto. So mama ataishi kweli. Haki ya Mungu ni mbaya. Honestly, right? Ni mbaya. But mi sioni kama ni fair enough ku take life ya watoto. Si wewe ujue tu. Wewe dedi. Watu wanafaa wajue tu. Lakini hata si hivyo, mbona hata ujiue? Na si ukae. Ukae nini? Si kama unataka kudedi si udedi. Lakini mbona wewe watu wengine? Imagine alicut short maisha ya watu. Bana. Watoto tu wenye tu. Watoto migonge kwa pilots haki. Jamani. Ama madaktari. Acha niwasomee ndio nimepata. Ameandika wishes. Bury me with my kids in one grave. Wish number 2. No coffin, just wrap us with blankets. Number 3. Kaandika hapo all my properties ikuwe divided equally. Kwa nani? Kwa siblings wake. Kwa baba yake. Hata si kwa bibi? Alafu sasa ndio hii note yenye aliandika before ajue. Dear sir, receive my greetings. I hope you are doing fine. I have decided to end it once and for all so that you can be at peace and be contented and be content. English yake kidogo ni ngumu. No, ni yeye ameandika broken English. Ameandika condemned. Oh my god. Sasa mnaniharibia jina. Ama ni wewe. Lakini inaweza kuwa ni mimi.
At your selfishness and greed is the main principle my marriage went through series of problems. Sasa hii I think hii message alikuwa anaandikia boss wake. Sijui kama ni boss wake, but I think ni boss wake according to my understanding. Ya pili, number 2, your pressure. How ni father-in-law? Jinasema your pressure of your daughter being taken to school took the lead of everything. It was the focal point. You claim that she was your first daughter and she must be educated and work so that she can help you and even her family. So unaona ni kama ni father-in-law. Kama father-in-law. Alafu akaandika hapo question. Why was she the only one whose husband was being pushed, yet other daughters were left peacefully in their houses and they equally completed high school? So I think kwa hii familia ni huyu bibi, ni mzee tu ndo alikuwa anasukuma, in as much as maybe kuna wasichana wengine wameolewa kwa hiyo boma. You agreed of not contented with the bride price. I played another role and brought in hatred. Your wife, my mother-in-law, never liked me from the start. She will want everything done to her favor. She hated me to the point that anytime we had misunderstanding, she will facilitate her movement to either your home or theirs in sooner. She was ready to send a non-border men who will pick her. Confession. I want to wipe your family and I came with fuel to set you ablaze. Yani alitaka kumaliza hiyo familia mzima while you are asleep. But I say that won't make you feel the pain your daughter placed me through. That's why I decided to pick your sons so that your generation will not exist to support evil to someone's son. What you did to me. As for your wife, I attempted to finish her on her way, but I said that won't pain you that much because you will remarry and things will just move on. Jamani, mbona alitumia father-in-law yo hii barua? Father-in-law basi ndio akona hiyo. So weird. Mama ni nini? Ni Kenya? Ni Kenya, Homa Bay. Jamani. Muna feel, unajua kwa US hizi statistics zinasema suicide rate imepanda I think by almost 70%. Suicide? 70. Rise by over 70%. Wow. Nini inaweza kuwa inapushwa say to kujiua na everything? Kwanza sana machali. Exactly. Ni wengi ni machali. Sana I feel like you guys hamtakangi kuongea, ku speak out your problem. I don't understand why people like tend to kujiekea vitu. I mean ina happen unajiekea kitu mpaka inakumaliza man. Inakukula mpaka unaisha. So I feel I don't know man. Does it make you less of a man when you talk, when you speak out your problems? Because kuna wase speak up, kuna wase wa speak up. Anyway, I think pia inategemea mse. Kuna wase wenye wanaongeanga na kuna wase kufa na shida zao. Hata tu in modern day life anyway. Kuna wase tu nyamaza. Basa unajua kuna vitu zingine zenye zitakuumanga tu, zitakusumbua mpaka zitakupush ujipate umefika hii extent yenye unajua. But mimi sioni kama ni the best thing to do. Honestly, yeah. But na alafu kitu kingine ni si poa ku take life ya watu wengine juu hiyo ni kama uko very selfish. Wewe tujiue wewe kama unataka kuishia wewe ishia on your own. But si ati pia ni vizuri ukijua, but it is so selfish kwa watu wengine juu yako. Una seek to your assistance man. Kwanza especially kwanza maboy honestly. Hiyo kuongea ni vizuri, kuongea ni vizuri. Afadhali tu uongee ukae ni kama hujasikika. But umeongea tu. Ni vitu tu za ndoa. Kwani ndoa ni ngumu aje? Ni either ndoa, mapenzi. Si ni hiyo tu bado. Ama tu pesa. Juu kuna wewe msichana mwingine pia aliuliwa, mliona hiyo story? Aliwekwa kwa tank pale Multimedia University. Mjasikia story? I think nimeiona juzi Nairobi Ghost. Kuna huyo pia imagine.
Yani tu mapenzi tu. Mapenzi ndio inamaliza watu. Aliuliwa akamweka ndani ya tank. Akamweka ndani ya Imagine. Fuck me, I think. Kuna tu shida, si ndio? Au ni nani watu kama si kuana either dem. Acha nikwambie, mimi I think kuna venye tu msi atakufanyia. Hata kama dem, I don't think kuna zile limits msi anafaa kuwe nayo. Honestly, yeah. I think so because wewe usiache boy afanye vitu afanye sana na kwanza kama unajua hauko hapo. I mean usiache boy aende an extra mile ya ku gift vitu zingine man. Tuseme anabai nini sasa? Nini hiyo incredible anaweza nunua? Tuseme tu anakupatia ile treatment yenye ni kama anataka kukuoa ama anaona future na wewe. Na wewe unajua uko hapo. Na huyu jamaa bana amenunua ujui ni amepitia. Ameleta hiyo kinya ameleta. In short tu usifanye mtu akwa anajisacrifice a lot for you na wewe unajua hauko hapo. Spam say hopes na unajua uko hapo. But I think hiyo ni ina play the both ways. Ni ukweli ina play, ni ukweli. Basi unajua vile tu umesema majority ni men. Basi sasa unajua pia men pia at some point pia unaangalia pia men wengine wako selfish kwa sababu nini? Unapata maybe mimi nimecheat, si ndio? Lakini mimi sitaki uniache. Unajua kuna hii notion yenye wanaume usema men wakicheat doesn't mean that they don't love their girlfriends. Yeah. But when them akicheat definitely kuna feelings attached. Ati men wakicheat doesn't mean that hawapendi dem yao. Okay. Mimi naweza kuwa napenda dem yangu lakini maybe tu sijui. Hey jamani, mnakuanga mna justify kuna hiyo cheating. Sasa ndio nasema sasa maybe tu wewe mwanaume umecheat. Kuna madem wenye hawezi stand cheating, si ndio? Na dem atataka maybe anaweza taka kujitoa. Unaona? Na wewe utaki ajitoe. Sasa juu ya hiyo scaffolds and everything unamuua. Imagine. Honestly, inakuwa sema tu mse tu ni psychopath too, because why would you even kill someone? Mi siko ati nasema watu wauane ati uwe mtu, but kuna hiyo kitu inakaa mbaya sana. I don't think mtu afai kufanya. Imagine watu watakuwa nakanga hivi kwa kijiji waseme kijana nani ako kamiti aliwananga. But hata ndio mse afike at a point ya kuuana. Shoka my friend. Ndio hata mse afike hiyo point ya kuuana. I feel like huyu mse mkidate angekuwa amekuonyesha kuna hizi red flags tunambonga you ignore in a person that anaonyesha tu ako that aggressive na tuna ignore just because of love. Ni kama tu huyu dem fulani mwenye alikuwa sijui kama definitely mwana huyu mwenye amekuwa kwa Obina show. Mwenye analialia. Huyu mwenye analialia. Dem ananibo. Amefanyia chali yake. Ameharibu viti. Ni huyo? Imagine. Ukweli ama ni mwenye alikuwa I don't know kani cloud. Mwenye alikuwa anambia Obina nimekosea. Lakini I honestly think that was like cloud. I swear to God. Mimi siwezi date msichana kama huyo. Bali tuko msichana ako hivyo. I honestly think that is not possible. But sasa ndio hata kama na kuna wasichana kama hawa. I think yeah. Oh my God. Hakuwezi kuwa. Iko. Haiko. Mtu anapendaje dem kaa huyo? Hata anaongea hapana, hawa si wanafanya sinema. Trust me, kunao hata kama si hiyo exaggerated. I'm very sure kuna watu kama that was ilikuwa too much. But inakaa cloud hiyo kulia. Sasa ameharibu. Sasa ataka ni cloud hiyo kukatakata viti after wame break up. Mbona kwani walikuja ku break up? Si wame break up. Juu ya nini? Reason being? Mimi sijui mbona amjona. Huyo dem si hata imekuwa Nairobi gossip, huyo dem ameacha hiyo chali, amegonga TV, amekata nini ya gas, sijui ameiba, mara sijui nini. Apelekwe ndani uharibifu wa mali. Amekata viti za chali yake juzi. Alafu nataka kuniambia msichana ndio anaongea hivyo. Sasa huyo ndio hapo alikuwa anakaa harmless. But I mean, chali nimekosea. Chali akaambiwa na Obina run. Anaitwa Chela ama ndio aliambiwa run. Si ndio nasema like kuna vitu unaoneshangwa tu ukiwa kwa relationship una ignore just for the sake of at you're in love with that person. Alafu kikuramba ndio unakuja unatuambia wamenifanyia hivi na uliambiwa unataka tukusaidiaje? Sasa aliharibu vitu za mzee. Iko kwa Nairobi gossip, you guys should follow. Muone
Na wewe si wa kwanza. Na mbona story imenipita? Na wewe si wa kwanza. Si hata kuna dem fulani pia mwingine alifanyia chali yake hivyo, imagine. Ameharibu mattress, ameharibu sijui viatu, ameharibu nini, ameharibu everything. So huyo chali anaanzia literally from zero. From zero. Na ndo nasema before ifike hapo, lazima your partner ako amekuonyesha hizo ma red flags. Ujue hivi ndo wako. Wewe ignore. Ama maybe unaona tu, unajua, you just ignore. I feel like there's some issues you should, unafaa kwa tu walk, uone na if you urun tu ama udeal nayo before uliwe hapa tuanze kukuzika Alex. Tuanze kuchanga. Tukule mchele ya bure. Tuseme uliwa na. Oh my God. Kai Jehova. Yeah. Mimi siwezi taka msichana kama huyo. Yeah, I don't know how it inafikanga tu hapo ya kukata, kuharibu, destroy tu maisha ya mse, because it doesn't make sense. Manze it makes sense. I know. Hala sasa mimi niulize Brayo, Wewe imagine tu kuna mtu amekuproposia tu vizuri. Amekufanyia sherehe. Na kumbe wewe uko na mtu wako. Imagine. Mbona ulikuwa unakubali hadi umse yako proposal and everything? Not even amekufanyia hiyo inaitwa pre-wedding. Nani anaproposiana? Sisi ndo tuna propose. Ama ni wewe uta propose? Ati kuchapiwa ni siri ya ndani. Oh my God. Lakini nyinyi mnafanya hii kaini kama hakuna true love. Wase kuna true love huko nje. True love is there. But sasa ile vitu zenye watu wanafanyiana hapa nje na kumbe na ako na mtu. Msifu, by the way, mnajua nimerealize madam, according to venye mimi na like unajua girls talk. I feel like madam say tuko na social media pressure jamani. Pressure social media juu sasa mimi nikiona mimi nikiona msana ana giftiwa waeke picha zako za zile enzi waone mali mlianzia. But sasa unajua sisemi ati hivyo ndio but hivyo ati ndio watu wengine wako. Definitely there is that trusting the process. Unajua trusting the process, and if you really unajua kama chali yako ako ambitious, ni vision oriented na ana work towards the goal. Unajua kuna ile I'll stick by you. Aki honestly kama chali ako hivi ni mse ana work hard na ako ambitious, ako vision na ni leader kwa relationship. Ana kulead ni sawa. But sasa ndo nasema sasa madem hata mkikatu na madem unaonanga anaanza kucompare. Uliona nani venye aligiftiwa nini perfume ya kwanza, hata huku perfume ya nini. So like mwingine anakuja anakupea pressure yake, unajua nani amebaiwa na mimi unanibaya zake Mr. Warehouse. Sasa tutapelekana wapi? Yani ni hiyo pressure. But now girls tunafaa kuwa like hiyo kutrust, kubelieve hiyo na kutrust the process. And just kuaminia chali yako, mzee wako. Ndio ufike kwa Brabus ndio upe. Lakini hiyo Brabus mnaona ilikuwa jaba. Si iko pale nimeona iko Mwihoko inategerezwa. Sijui kama ni ukweli. Siko tu kwa lakini tetesi zinasema zinafanywa kama ni uongo jamani. Takimbia huko kwao. Hata ni shida hiyo. Lakini acha mimi unaona, unajua Kenya bana pale cloud chasing iko high sana. Na hiyo ndio imeharibu watu wengi huko mtaa. Ni ukweli sana. Honestly. Yani wanawaekea maisha yenye hata wenyewe okay, maybe wanatamani kuishi your life but it's never easy bana. Na kasongo haiwezi. Na kasongo it is impossible. Songo atakuwa. But by the way, your social media pressure iko a lot. Nyinyi machali mko na hiyo pressure? Nyinyi ndio mnatu pressure. Wewe kuja uniambia hapa ati sijui nani amebaiwa ile perfume, wewe unanibaia za chemistry. Sasa sio ni wewe unani pressure. Mpaka Mama Halima ile fulani ya kujaza kale kadogo hivi. Na unajua inanukanga the whole month. Hiyo ukishajipaka hivi huwezi rudia tena. Ile yetu. Hata wewe uchange hata uongeze chupa ya maji. Bado iko. Anakata hapo anakuchapia yenye imebaki kwa sasa. Unajua but unajua if mimi na feeling wanaume tunaishingi maisha mengine very simple. Si kama ndio. It is we really do live a very very simple. You don't expect us ladies to kae tu kama maisha yenu. Sasa I know but sasa usinipe pressure sana. Sasa hiyo marash
unasema iko chemistry zenyu, unasema ati inaweza ni the same brand. Unataka tununue gani? Ati inaitwa aje? Sijui inaitwa Calvin Klein. Iko pale ndio ile. Iko inatoka eBay. Alafu unataka tutoke hapo tukainunue sijui Crown imewekwa pale juu. Bengine. Na ni the same thing. Mimi naweza sema unajua unaweza pata wasi wanasema ati it's not ni ile I cannot settle for less. Unajua I cannot settle for less, but as much as you cannot settle for less, I believe that hiyo pressure unapea chali yako, make sure hata wewe unaweza jifanyia hivyo. Isikuwe ni kama ati nakuja kukushow ati nibaie nini ati gari na mimi mwenyewe hata tagari sijibaia kitu. Kuna you need to be in that position of umeji nini. Kuna conversation nilikuwa naona hapo pia Nairobi Gossip ya boy na dem yake. So dem yake amemwambia babe ndo nimeamka nini. Boy anamwambia kwaje babe nini, obviously hizo ma good morning nini. Then dem akamwambia I was thinking niende shopping. So boy anamwambia how much for the shopping? Sijui dem alisema 50k ama ni 150 shopping. I can't remember. Boy akamwambia do you know hata hiyo inapita rent yangu. Ngoja 50k 50,000. Let's assume ilikuwa 50,000. Boy akamwambia unajua hata hiyo nini inashinda rent yangu. Dem akamwambia lakini si ulisema you can do anything for me. Uliona hiyo conversation? Unaona hiyo kitu. Unajua aliachana? Hiyo sawa. Very very good brother. Alisema we will not continue. Yeah, yes, no continue. Shukisha dereva, shukisha hapo. Niachia hapo. Yeah. Honestly, niyo ku 50,000 shopping. But unajua the problem pia ni unaona men senye tunakatia madem, tuna feeling like unatu promise world kwa nini? Si hata Ruto ametu promise world na saizi we are in shambles. Kasongo. Unajua kama umependa ona wanasemanga sorry. Sasa zingine ndio upate kitu you have to lie. Si ni kweli? Sasa wewe mimi urembo kama umenibamba, si ndio? Maybe you have everything that natakanga. Sasa nikwambie yenyewe mimi siwezi afford. Si ukuje tu unajua maybe unaweza adjust. Nani anajua? Unaweza ama aje Brian? Hiyo ni kama kusema nishikishe mimi yangu. Maybe unaweza adjust. Ukuje uone lakini ni mtu mpoa. Mimi I prefer kama ni kunini si umwambie tu ukweli kama ni mtu wako ndio uniache. Sasa una prefer kuacha hivyo? Sinagonga. Oh my goodness. Lakini ukiangalia boy alikuwa genuinely in love. Exactly. Sasa hata mimi niko genuinely in love. Situation kama hiyo ndio nasema I think pia for men will always try. It doesn't matter. Hata kama sina odo. Some men, not for men, not all men. Majority of men. Some men. Maybe utanikataa tu. But majority of men will. Yeah. Boy yani hawezi taka hiyo ufala. Yao mademo wanaitisha hivyo, unaitisha vitu zina kazi ile haziwezekani. Na unajua sina. Nimetoka nimekuja na nyama ya so. Karanga hiyo nyama. Hiyo ni kama kusema ukienda kuitisha ukienda rorasho. Unajua venye Wakikuyu unaitishanga a certain amount of money. Mnaitishanga? Like sasa saidi yetu madem, si madem ndo tunaitisha chali. Sasa like saidi yetu tuseme anaitisha chali, sasa my husband to be maybe like 100,000. Na maybe hata chali salary yake honestly ni 40,000. Is it even making sense? Unajua analipa per month. Na analipa per month. Ni ukweli honestly, is it even really making sense? I feel like kuna places tu we kama dem unafaa uingililie na sasa utaenda kwambia babako dad hebu kata bei. Definitely uwezi. Kwani nilizaa ng'ombe utakuwa ng'ombe? Na kutuma huko. Utafanyaje? Utamchangia? Hapo ndio. Hapo mnaka. Unahoga involved? Kama dem. Unakuanga involved wewe na chali yako. Unaambiwa wewe unataka. Si definitely chali. Wanakata kwa unajua definitely. Wazee watabonga waelewane waseme tunataka hii bei. Alafu sasa muitwe ndani sasa. Alafu muitwe. Na kunegotiate bado. Unajua na kuna kunegotiate ile tuongee. Unajua maybe sasa alianzia 200 wakitarget. Kama inakupenda haiwezi kukupatia kugonga hivyo unajua. Wewe unacheza wewe. Kama familia inakujua ina depend na culture ya Kikuyu. Lakini culture ya Kikuyu utatoa pesa mingi.
Inalingananga na mbuzi. Mbuzi ni how much nini? Sasa sana mnaambiananga mbuzi ngapi? Sasa mimi nitajuaje na mimi sijaolewa jamani? Kwani si labda umeona sister yako ama cousin yako ama rafiki yako akiolewa? According to venye mimi nasikianga Kikuyu culture, kama mama yako alibaiwa tuseme na mbuzi inakuanga 99. Na ndio maana Kikuyu ndio maana Kikuyu kuna kuanga na 4. Sijui kuna kuhanda hivi. Sijui rurasho kama 4. Kuna ile rurasho ya kwanza, ya pili, ya tatu na kuna ile ya kumaliza. Lakini nilisikia kwa nyinyi kwa Kikuyu kama mama yako hakufanyiwa, pia huyu msichana haizi fanyiwa. Unajua kitu itafanyika ni mama yake atajilipia rurasho kwanza. Mama yake ajilipie kwanza. Hujui? Nani Mkikuyu? Ni mama yake kwanza ajilipie ndio mtoto alipiwe. Ni ukweli hawezi lipa nini mahari kama mama yake hakulipa. Bado mama yake. Na ndio maana unaonanga wamama wakijilipia kwanza. Hiyo most cases single mothers unapatanga anajilipia ndio tena sasa mtoto. Kwani tu baba yake alisema nilipewa? Sijui utapatana na mzee mzuri huyo kweli. Like sasa like mama yao msichana to assume maybe baba yake hakupeananga hiyo mahari. Na sasa umesema ni lazima mama mother in law peane. Sasa baba yake akisema nilipewa na sasa wewe tu nilipe, mimi sasa nilipe. Kama kuna culture by the way wanafuata sana ni Kikuyu. Ikifika na kwa rurasho. So hizo vitu zote lazima zihappen. Huyo ni wa town huyo. Tajua aje? Huyo ni Bontao. Mimi nilikuwa huko rurasho. Bontao. Huyo ni wa Australia. Mimi ni wa Australia. Jui hata saya shanga rurasho ni nini? Rurasho ni but sasa anya muoni kama dem anafaa aelewe. Cause Charlie, I feel like Charlie atakuwa ameambia dem mimi niko na this amount of money. But inatakanga unaanza kujipanga mapema. Si kama mchezo yenyewe saizi. Amonangi kuna kuanga na WhatsApp group. Don't nataka kuingilia hapo. Si kama mchezo yenyewe wewe unataka kufanya harusi na unatuambia tu create group. Tuanze kuchanga. Wanafanyaga hivyo mali. Kama tutalipa mahari kwani? Mahari nini? Wewe brad, nimelipa mahari. Mahari gani? Okay. Hebu tuambie. Lakini unajua unafaa tuambie kama umelipa mahari. Sijalipa bana. Hebu tuambie. Sasa unajua wewe ulijua kuendesha gari ukiwa Kenya? Unajua mimi nilijua na manual. Si hata mimi nilijua na manual. Nilijua na manual pale. Lakini budangu alikuwa mstingy. Lakini si driving school zote ni za manual. Mimi sikwenda driving school unfortunately. Okay. Pale mzae pale na Kadayatsu. Toka Daihatsu kalikuwa na kakala Mr. Bean. Tulianza nako. Ikinaitwa Datsun. Datsun. Si sini. Kakona nini? Bas. Na ni pick up. Funzwa pale. Akanifunza nilikuwa ndia kapilo na kalia. Nini tuna cruise. Sasa si mzee akauza kagari. Tukabai sasa kagani ka automatic. Sasa auto mzee hizi nifunza. Si anajua gari yenyewe iko. Anajua kijana anajua gari. Hai. Sasa mimi unajua unaenda pale unaona hizo vitu zinakuaga R sijui N na ingine D. Sasa mimi najua hii D na ni mchana ni D. Ni D. Mimi naeka D. Mchana inaenda. Na si nikaenda. Usiku naenda. Nikafanya mambo yangu. Si ni usiku. Nataka kurudi. Niweka N. Haisongi. Tuachie hapo. Watu waache bangi jameni. Oh my God. Hey. Sasa mambo ni hiyo. Thank you for coming. By the way, the best podcast, Kenyan podcast in Australia. We are here to entertain and whatever. Our stories are good. And until next time guys. Thank you. Don't forget to subscribe mazee. Subscribe. Fanyeni kila kitu man. Much love. And share. Yeah. And comment. Thanks Ni guys. hivyo mzee.